sawa hili swala. Mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Hata kama utakunywa pombe kiasi gani, hata kama utakunywa diaba zima yote itaisha tumboni, na kuapia hautabadilisha matokeo. Hawa wanawake ambao kwamba wanabadilika. Kaka, niwaje abadilike kwangu mimi? Tumetoka mbali. Calm down. Sielewi nafanya nini. Kwambia kitu kimoja. Hapa hakuna namna yoyote ya kufanya zaidi ya kusaidia umeroka. Wanawake wao wanabadilika. Wanawake ni kama vinyonga. Naomba nisaidie. Sio sawa kabisa. Naomba nisaidie kutoka kwenye janga. Binafsi msaada sina. Ila cha kukusaidia ni kwamba achana na mambo yote. Usiyafikirie, fanya kama yamepita. Anyway, time is over. Maliza kitu. Hata sina mtandao. Niko nimevurugwa. It's okay. Umekuwa furaha yangu toka mwanzo wa safari yangu ya Uba. Lakini kabla hatujafika hata robo ya safari, umekuwa chanzo cha dosari. Brandina, mbona hii ni kama ndoto? Brandina. Nasemaje? Nimekuja kukusikiliza. Brandina. Mbona safari tuliofunga ni kama imeishia njiani? Mbona sikuelewi? Unafanya nini? Sikupendi kwa sasa. Aliyoko kwenye moyo wangu. Brandina, tumeshatoa kadi kwa watu. Nitawaambia nini? Tumesambaza kwa watu muhimu. Nitakuwa na majibu gani mimi hapo hapa? Brandina, kamba. Kwani ni gharama kiasi gani ulizotumia? Sikuelewi kabisa. Hebu ngoja. Msiwe kama mnanisimulia hadithi. Hebu tuondoke. Brandina, umesahau kila kitu. Hata ndoa yetu Brandina. Brandina. Hili swala limefikia kinywani, ila wote mimi natapika. Sasa hivi namuona akazama kwenye mahusiano mengine tofauti. Sijui hata tamtoa wapi. Labda mwenzangu karogwa. Mimi nimeshindwa nifanye nini? Najua nyakati ambazo unazipitia kwa sasa ni nyakati ngumu sana, na kuna mtu ambaye amewahi kuvumilia
kwenye jambo kama hili. Lakini mimi yako nataka nikutoe hofu moja tu. Nilitamani nikusikilize maelezo yako ili niweze kulifananisha. Je, anavyonieleza yeye ndio jinsi utakavyonieleza wewe? Kwani umekaa kaeje hapo? Yule kijana unamfahamu? Kwa sura, lakini nikimwona namjua anko. Nenda kamwite kaka. Sawa. Mdogo shamba. Vipi? Kwa nimepiga simu yako ukawa upatikani, kuna mzigo nitaka unichukulie sehemu, lakini sio mbaya sana. Kuna jambo kidogo hapa. Hebu mimi sitokuwa mwongeaji. Mimi naomba hebu uweze kumweleza mwenzako juu ya hili jambo ambalo ulikuwa unaniambia. Je, lina usahihi ndani yake? Anko, mimi kama nilivyokusha kueleza awali, sikuwa na nia mbaya na mwenzangu. Nilifanya hivyo kupima imani yake, ndio kama tutakapoingia kwenye ndoa atakuwa mume bora au atakapokumbana na matatizo au changamoto za aina yoyote atakiingia. Ndio ilikuwa lengo langu. Sikuwa na dhamira yoyote ya uovu. Lengo langu lilikuwa hilo tu. Bwana mdogo, ili swala ambalo mmeweza kulifanya sitaki lijirudie tena. Mnaweza mkasambaratisha mahusiano ya watu pasi na nyinyi kujua kama inaweza ikaleta shida. Ili swala sihitaji kusikia tena linajirudia. Nadhani umemsikia shemeji yako. Unajua maumivu aliyokuwa akiyapitia shemeji yako. Mimi najua sasa. Na kingine dadangu alipokuja kunieleza ilibidi nilisupport kwa sababu tayari yule mchezaji muda wote tunajua anakaa na dada yetu. Je, ikitokea kamkuta na mtu tu ambaye hafahamu atafanya so kama dada kujiridhisha, mimi sina shaka. Kwa mimi nishakwambia tu bana, nisamehe pia na kile ninasema hapo. Umemwona wewe? Nimeona. Inabidi wazoee. Na hasa hizi siku chache ambazo zimebaki. Wanakuja wengi. Kuna mabinamu zake, mashemeji zako hapo wengi sana. Watakuja hapa. Kwa hiyo inabidi wazoee. Na hii michezo yao hii, naona hawa watoto tunajua nini hamjakuwa nini michezo ya ajabu ajabu. Kwa hiyo jaribu kuwazoea. Ila niwatakie kila laheri kwenye maandalizi yenu ya harusi. Mambo yaende vizuri, yasiwe na mkanganyiko. Na baada ya kuwa mmefunga ndoa, sitaki nije nione kesi kama hivi tunakuja kukaa kusuluhisha. Nataka muwe na amani. Umenielewa? Umenielewa? Kwa makini sana na ile. Niwatakie kila laheri kwenye maandalizi yenu.